Pelekea Mordekai mavazi ili kumvika na kumondolea gunia lake, walakini yeye asikubali. Baada ya hapo ni kwamba Esther akapewa hizo taarifa, akafahamu. Esther alivyoambiwa akaanza tena kujitetea. Unajua kwa kawaida ya mfalme, nendeni mkamwambie Mordekai, yani haiwezekani kwenda kumuona mfalme, yuko kwenye ua wa ndani, sio rahisi, ukienda asipokunyoshea fimbo ya dhahabu unakufa. Kwa hiyo nenda mkamwambie Mordekai, itakuwa sio kitu rahisi. Mordekai alimjibuje? Akamwambia, sikiliza wewe Esther, ukijifanya mjanja, una akili sana, moga, utakufa wewe na nyumba ya baba yako. Wewe mwenyewe utaangamia. Ila Mungu atatafuta njia nyingine ya kukomboa Wayahudi. Esther alivyosikia hizo habari akasema, kama mambo yenyewe ndio hivyo, sasa ninawaagiza nendeni mkafunge kwa ajili yangu siku 3. Msile wala msinywe, ili mimi nitakapokwenda kuonana na mfalme basi nipate kibali, aninyoshee ile fimbo ya dhahabu niweze kuishi. Lakini Esther pia akaongeza kusema, kama ni kuangamia na niangamie, kama ni kupona nipone. Kwa hiyo Esther akatoa maagizo. Mordekai akaondoka, akaenda kuwapasha habari Wayahudi. Wayahudi wakaenda wakafunga kama vile Esther. Esther naye akafunga na wajakazi wake. Na baada ya siku 3, Biblia inasema kwamba Esther aliingia kinyume cha utaratibu, kinyume cha sheria, kwenda kumuona mfalme. Na Mungu kwa sababu alikuwa ameshamuomba. Ndio maana nakwambia, ukishamuomba Mungu kila kitu kinakuwa chepesi. Kwani wakati wa corona tuliomba kwa dini zote. Kila mtu aliomba kwa dini yake. Mbona mambo yalikuwa mepesi tu? Watu wengine wanaona magumu, lakini akawa mepesi tu. Kwa hiyo Esther akaingia kwa mfalme. Alipoingia kwa mfalme, mfalme akanyoosha ile fimbo ya dhahabu kwamba aishi. Akamuelezea, na baadaye adui mkubwa ambaye alikuwa Ibilisi, ameingia kwa Mordekai. Baada ya hayo maombi, cha kwanza Mungu alishughulika chanzo kulikoanzia. Ibilisi alianzia wapi? Kwa hiyo akamtundika Mordekai. Akamtundika Haman. Hiyo utaiona hapo kwenye Esther sura ya 7 mstari wa 9. Utasema, ndipo aliposema Habona, msimamizi wa nyumba, mmoja wapo wa wale waliohudhuria mbele ya mfalme, tazama basi, mti wa mkono 50 mrefu wake Hamani aliyomwekea tayari Mordekai, ambaye alinena vema kwa ajili ya mfalme, upo umesimamishwa nyumbani kwa Hamani. Mfalme akasema, mtundikeni juu yake. Kwa hiyo Mungu akasababisha Hamani akatundikwa kwenye ule mti aliokuwa ameuandaa yeye kwa ajili ya Mordekai. Haikuishia hapo. Mfalme akatoa waraka mwingine, akaamuru waraka uandikwe mwingine ili Wayahudi wajitetee. Waweze kupigana. Maana wakati huo ilikuwa kwamba waende wakauawe, lakini sasa akaandika waraka mwingine. Hiyo ukiendelea kusoma hapo utaona. Sasa kwa kuokoa muda, kilichotokea ni nini? Waraka ulivyoenda ukasambazwa, Biblia inasema mwisho wa siku Wayahudi walifanyaje? Waliweza kuwaua adui zao. Kwa hiyo ndugu zangu, hapa nataka kusema neno gani? Nataka kusema kwamba ndio maana neno la Mungu linasema msijisumbue kwa jambo lolote, isipokuwa kwa kuomba na kushukuru haja zenu zijulikane na Mungu wenu. Tukishamuomba Mungu, tukawa na maombi ya kitaifa, kila kitu kitakuwa chepesi kuliko unavyofikiria. Wewe unapasuka kichwa, unajiumiza sana, hulali, unateseka, lakini ni kwa sababu unataka utumie akili za binadamu. Ukisoma katika kile kitabu cha Mithali sura ya 3 mstari ule wa 5,
Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Akili zako zina mipaka. Unaona tu kwa sehemu, lakini Mungu anajua yote. Kwa hiyo tunatakiwa mtwike Mungu fadhaa zetu. Yeye mwenyewe ameahidi kutupigania. Usiruhusu hii roho inayotaka sisi wa Tanzania tuingie kugombana sisi kwa sisi. Haya majeshi yamekaa kila mahali kutuchonganisha wa Tanzania, kwamba tuanze kugombana na tuwe na visasi. Kwa hiyo utasababisha sasa, kama nilivyosema hapo mwanzo, kwamba shetani aendelee kupata kafara nono tena endelevu. Hiyo roho ishindwe kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu hai. Biblia inamfananisha shetani kama mwizi. Ndio maana Yesu Kristo alisema, mwivi haji ili aibe, aharibu na kuangamiza, bali mimi nalikuja ili muwe na uzima, kisha muwe nao tele. Hiyo utaiona katika Yohana 10 mstari ule wa 10. Sasa kwa kuhitimisha nasema kwamba ninyi mnaohamasisha sasa maandamano ambao sikio langu linaniambia unasema kabisa, mchungaji, tuna nia njema. Sawa, nakusikia. Sasa badilisha sasa ulimi. Badilisha maneno. Hamasisha maombi ya kitaifa. Mungu ameshakupa jibu. Unataka nini tena? Tuingie katika maombi ya kitaifa. Kila mtu aombe kwa dini yake. Na mimi hapa naye kuambia, yani Mungu ameshanielekeza. Nitakuwa nafundisha somo. Tutamtengenezea mpambano Mungu. Unajua mambo ambayo yanaonekana duniani ni mfano wa mambo yaliyoko mbinguni. Nyinyi mnapokwenda kwenye zile mnaita ndondi, ngumi, sasa kunakuwa na refa hapo katikati, alafu mpiganaji mwingine na mwingine wanapigana. Sasa tunatakiwa tumtengenezee Mungu hiyo platform ya kuja kushuka kupigana. Shetani huku, Mungu huku. Akishapigwa sasa, akafungwa, akawekwa mahali pake kule shimoni, maana yeye anasubiri jehanamu. Kumbuka yeye hana kuomba msamaha, alishaasi mbinguni, akatupwa hata nchi, yuko huko shimoni. Sasa anajipenyeza anakuja kwenye kukaa ili kusudi aweze kushambulia watu wa Mungu. Hilo Mungu ameliona na amekataa. Ndio maana anataka ashuke kama alivyoshuka kuwaokoa wana wa Israeli, kuwatoa Misri, kuwapeleka Kanaani. Kwa hiyo nataka nikwambie wewe, hiki ambacho kinakuumiza kichwa, haujui dawa yake. Mungu ameshatoa dawa. Kwa hiyo usijiumize kichwa ndugu yangu. Amen. Kwa hiyo tuhamasishe maombi ya kitaifa. Na Mungu anasema katika Mambo ya Nyakati wa Pili, ile sura ya 7 mstari wa 14, anasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekesha na kuziacha njia zao mbaya, nitasikia kutoka mbinguni, nitawasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Kwa hiyo Mungu ataiponya nchi yetu. Tutakuwa salama sana. Tutakuwa na furaha kupita ile ya mwanzo. Wala usiogope. Ndio maana ukisoma katika kitabu cha Isaya 40 ule mstari wa 10 anasema, usiogope kwa maana mimi niko pamoja na wewe. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakusaidia, nitakutia nguvu, nitakushika kwa mkono wa haki yangu wa kuume. Kwa hiyo wewe Mungu ameahidi kukushika, yuko pamoja na wewe. Kwa nini una wasiwasi? After all, wanadamu sisi sote tuliletwa na Mungu. Kwa nini usimtegemee yule aliyokuleta? Ambaye tena ukitoka yeye ndo anajua unaenda wapi. Sasa unapotaka utumie jitihada zako zinapokoma kufika mwisho, basi muachie yeye aliyekuleta. Amen. Na sasa niombe
niseme kwamba kuhusiana na haya maombi haya maombi ni kwamba nitawasiliana na baba zangu wa kiroho, mama zangu wa kiroho, dada zangu, kaka zangu na watumishi wengine. Tutariarrange hili kwa ajili ya maombi ya kitaifa. Maana hili sio jambo langu peke yangu. Hili ni jambo letu sote. Lakini pia tutaanza maombi. Maombi tutavaa magunia. Tunaanza kuvaa magunia. Nitaitangaza. Baada ya ujumbe huu nitatangaza. Tunavaa magunia kuanza kuomba. Tuwe makazini, vaa magunia. Hali si shwari, ila ni shwari kwa jina la Yesu. Kwa hiyo tutavaa magunia. Tutaanza kuomba kwenye makazi yetu, kwenye biashara zetu. Unauza nyanya pale, huku unaomba. Na katika maombi hayo tutatangaza toba kwanza. Siku 7 zitakuwa ni maombi ya tutaanza maombi ya siku 30. Siku 7 yatakuwa maombi ya toba. Unaomba toba kwa ajili yako kwanza. Unasema Mungu nisamehe. Wewe umejikosea umemkosea mwingine na umemkosea Mungu. Kwa hiyo unaanza kutubu. Lakini kingine unawasamehe na walio kukosea. Kwa sababu Biblia inasema usipowasamehe na wewe hautasamehewa. Unawasamehe na walio kukosea. Na tukimaliza hapo sasa tunaanza kutubu kwa ajili ya familia zetu, tunatubu kwa ajili ya watoto wetu, tunatubu kwa ajili ya vijana wetu, tunatubu kwa ajili ya mama zetu, tunatubu kwa ajili ya baba zetu, tutatubu kwa ajili ya babu zetu. Na mababu waliofanya hata wengine makafara huko, wakitoa sadaka, wakifikiri wanafanya vizuri, kumbe wamefanya matambiko. Ulishawahi kuona wapi unatambika nchi? Tunatambika ili kuwe na amani. Wewe nani? Mungu aliumba kwa matambiko? Mungu hakuumba kwa matambiko. Aliumba kwa kusema, kutamka na ikawa. Na sisi tunakwenda kuomba na itakuwa. Kwa jina la Yesu. Kwa hiyo usije ukaanza kutumia njia ambazo ni za kishetani. Tunatumia njia za kimungu. Na hakika nataka nikuhakikishie ukombozi umefika. Furahini enyi wa Tanzania. Amani yenu imerudi mara 7 zaidi. Uchumi wenu utakuwa, kila Mtanzania atakuwa na maisha mazuri kuliko unavyofikiria. Tanzania atakuwa na raha, Tanzania atakuwa na furaha. Tanzania ataishi kwa utulivu. Hiyo ndo asili yetu. Tanzania ataishi kwa amani na mataifa mengine watajifunza amani ya Tanzania. Kwa hiyo ndugu zangu, nimalizie kwa kusema sasa niliwaahidi wale watu ambao nitawaombea sala ya toba ili na wao wafanyike kuwa watoto wa Mungu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba kwa ajili ya huyo msikilizaji wangu ambaye anakutazama na ananitazama mimi. Mungu, ninaomba sasa umpokee na umkubali. Na kama ulivyosema katika neno lako, wote walionipokea, wote waliompokea Yesu Kristo walifanyika kwa watoto wa Mungu. Na muombea huyo ili Mungu kapate, Mungu wa mbingu na nchi, kuingia ndani yake na ufanyike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake tangu sasa na hata milele. Na wewe sasa unayenisikiliza, hebu fuatisha sala hii. Sema: Bwana Yesu, nakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote. Futa jina langu katika kitabu cha hukumu. Andika jina langu katika kitabu cha uzima. Naomba uingie ndani ya moyo wangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu tangu sasa na hata milele. Amen. Hongera sana kwa kufanyika kuwa mtoto wa Mungu. Na niseme kwa kumalizia kwamba Mungu atusaidie na amekusha kutusaidia. Na washukuru sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana. Mungu ibariki Tanzania. Mungu bariki wa Afrika wote. Mungu bariki watu wote wa ulimwengu.
katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen.